ukiwa ni mmoja kati ya watu ambao wanafuatilia recap zetu bwana, leo tunakuletea The Long Way Home. Ni bonge moja la series, ni bonge moja la kazi bwana. Hii itakufanya uenjoy, lakini pia ina somo kubwa sana kwenye maisha yetu bwana. Unaambiwa humu ndani mshikaji kala mama na mtoto. Unajua ile watu wanasema kwamba mtu alikula ua na boga lake ndo lakini nataka nikukumbushe tu kitu kimoja, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata update zetu na uwe wa kwanza kufuatilia historia na kisa hiki. Story yetu inafunguka ikilionyesha gari moja la kifahari likiwa linaingia mitaa fulani iliyopoa sana, na wakati huo tunamwona mama mmoja akiwa na binti yake kwenye hiyo gari. Mama alishuka, lakini mama fulani ambaye alionekana akiwa na hasira sana alimshika binti yake na kumwambia twende ndani, twende ndani, twende ndani, na binti akaongoza na kisha wakaingia ndani. Wakati mama na binti yake wakiwa wameingia kwa Prophet, walimkuta Prophet akiwa amekaa. Mama akamsalimia, "Sasa hizi Prophet." Prophet akamwambia, "Salama, karibuni." Mama akamwambia, "Asante. Mimi sikuja hata kupoteza muda Prophet. Unamwona binti yangu amekuja kunitia aibu kwenye familia." Prophet akamuuliza, "Aibu gani tena?" Akamwambia, "Hapa unapomuona amekubali kubeba ujauzito akiwa na umri mdogo." Akamwambia, "Sawa, bado una nafasi ya kukaa chini na kulizungumzia vizuri." Akamwambia, "Mpumbavu, mjinga, amekuja kuleta laana kwenye familia. Sisi katika familia yetu hakuna mtoto ambaye ana umri wa miaka 12 akubali kubeba mimba." Prophet akamwambia mama, akamwambia, "Samani, naomba nimuulize binti yako." "Binti, samani, hivi hiyo mimba ina muda gani?" Akamwambia, "Ina wiki 12." "Wiki 12? Na aliyokupa mimba ni nani?" Akamwambia, "Mama." Akamwambia, "Mjibu, sema aliyokupa mimba ni nani?" Na Prophet, nikwambie kitu kimoja, kama huyu binti atashindwa kuniambia aliyompa hiyo mimba, mimi na yeye basi sitaki chochote kutoka kwake na asinitafute. Prophet akamwambia, "Hapana, usipaniki. Mbona panic sana mama? Bado tuna nafasi ya kuendelea kumuuliza maswali. Huyu ni binti, umri wake ni mdogo. Kuna baadhi ya vitu anakutana navyo ni vikubwa." Mama akamwambia, "Hakuna. Nilimkataza na nikamuonya, nikamwambia asiwasogelee wanaume, na nikamkataza tabia za wanaume, nikawa namwambia namna ambavyo wanaume walivyo, lakini yeye hakutaka kunisikia. Sasa Prophet, mimi naondoka, asinifuate." Prophet akamwambia, "Mama, tulia kwanza, naomba ukae chini." "Basi sorry Prophet, naomba unipe direction. Kitu gani ambacho nataka nifanye? Niende nikakutana na daktari ili aweze kumtoa ujauzito au kitu gani nataka nifanye?" Akamwambia, "Huyu ni binti mwenye umri mdogo sana, na kitu ambacho nataka ukifanye wewe kama mzazi ni kujaribu kuwa naye karibu, kumtrain vizuri. Huenda ili swala la kutoa mimba sio solution." Mama akamwambia, okay Prophet, mimi nimekuelewa." Prophet akamuuliza, "Unamjua huyo mwanaume?" Akamwambia, "Ndio unamjua, na ni historia ndefu kidogo Prophet, lakini kwa sababu nimeelewa, naomba tu mimi niondoke nyumbani, wala haina shida. Sasa hivi naona kitu changu kama hakiko sawa." Mama akamchukua binti yake wakaondoka. Wakati wanatoka kwa Prophet, mama alikuwa anamwambia binti yake, njoo hapa, njoo hapa, simama hapo kwenye gari." Binti akamwambia mama, "Samahani." "Samahani yako ndio inaweza kubadilisha nini? Samahani yako ndio inaweza kubadilisha nini? Inaweza kubadilisha nini? Hebu ingia kwenye gari." Sasa bwana, baada ya miaka 28 kupita bwana, hapa tunamwona Beatrice akiwa anaangalia picha za mavazi mbalimbali, na huyu binti ambaye unamwona pembeni yake, huyu ndo anaitwa Thelma, ndio yule binti ambaye mama huyu alikuwa anaambiwa anatakiwa atoe mimba. Kwa leo yuko na binti yake kama umeona hapo, na hii ni baada ya miaka 28 kupita. Mama alikuwa anamchagulia mwanae mavazi mazuri ya kupendeza, kwa sababu mwanae alikuwa ni binti fulani anapenda mavazi fulani ya mitindo. Binti alimwambia mama, "Unajua mama, katika kitu ambacho nataka kwenye harusi yangu ifanyike bonge moja la sherehe." Mama akamwambia, "Haina shida, sasa chagua. Ni vazi gani ambalo umelipenda hapa binti yangu?" Binti akamwambia, "Mimi vazi ambalo nimelipenda ngoja nichagulie wewe mama." Mama akamchagulia mwanae vazi, lakini mama akamwambia, "Afadhali wewe mwanangu, umepata bahati ya kuwa na mwanaume ambaye anakupenda, anakujali, tofauti na mimi zamani." Akamwambia, "Kivipi?" Akamwambia, "Unajua wanaume wana tofauti nyingi sana, na kama huwezi kumjua mwanaume vizuri, basi amini nachokwambia mimi binti yangu, unaweza kujikuta unaangukia sehemu ambayo hujategemea." Akamwambia, "Lakini sio kwa mimi mama, mimi nimempata mwanaume ambaye anayenipenda, ananisikiliza, ananijali, ananiamini." Moja ya kitu ambacho naendelea kufurahi ni kwamba ni sasa hivi tuko kwenye uchumba na tunaelekea karibuni tufunge ndoa. Akamwambia, "Mimi mwanangu, nataka nikuahidi kitu kimoja, kama ndoa yako itakwenda kupita na kufanyika, nitakufanyia bonge moja la surprise au utakuja kuamini." Binti alimwambia mama asante na kisha akaondoka. Upande wa pili tunakutana na mshikaji mmoja anaitwa Koyode bwana. Huyu Koyode ndo mchumba wake
Thelma. Na hapa alipo alikuwa jikoni kwa niaba ya kumwandalia chakula mpenzi wake. Tunaona jinsi ambavyo alivyokuwa anaandaa mashamshamu, akiwa na furaha fulani, tabasamu, huko anaimba anakata vitu fulani na vitu kama hivyo. Lakini baadaye tunamwona Thelma akiwa ameingia na kumkuta mpenzi wake akiwa anapika. Wao alishangaa na baadaye akasogea akamwambia, "Hivi kweli baby, wewe ndio unataka kuniandalia mimi chakula?" Akamwambia, "Yes of course. Ni mimi ambaye nataka nikupikie chakula. Chakula chako kitakuwa kitamu kweli?" Akamwambia, "Ndio, kitakuwa kitamu." "Kwani wewe uniamini mimi kwenye mapishi?" "Sijawahi kula chakula chako bwana. Labda leo nione." Akamwambia, "Basi subiri uone. Nataka nikupikie chakula ambacho kitakufanya uenjoy, ufurahi, na ni chakula ambacho kitazidi kukupa afya na vitu vingi sana kwenye maisha yako." Basi tunamwona Thelma akiwa anamkumbatia mpenzi wake. Unaambia basi kama anapigwa busu fulani hivi. Unajua kwenye mapenzi bwana kuna vitu fulani ni kama kachumbari hivi, ukiviongezea vinakuwa vinakupa taste ile ladha ya mapenzi, na ndio kitu ambacho nilikuwa naenda kukiona hapa. Busu fulani la kupoa sana. Kisha mpenzi wake alimwaga akawa ametoka nje. Basi upande wa pili tunakutana na Beatrice, mama mwenye hela nyingi sana huyo. Alikuwa kwenye gari moja ya kifahari sana. Nafikiri watu wa magari hapo wananielewa. Hii inaitwa Range. Hii ni Range Rover ya mwaka wa mbele sana. Na wakati huo alikuwa anaenda kwenye matembezi yake tu ya kawaida. Na wakati huo tunamwona mshikaji mmoja anaitwa Chidi, naye pia alikuwa akifanya mazoezi bwana. Wakati anaendelea kufanya mazoezi, mama alikuwa amempita kidogo hivi, lakini kama akafika mbele akahisi kama huyu mtu mimi namjua. Tukaona mama akiwa anarudisha gari nyuma au Beatrice, na kufika pale akashusha kioo. Akashangaa kumwona mtu ambaye anamfahamu bwana. Kumbe wanafahamiana yeye na Chidi. Mama akamwambia, "Miaka 15 imepita, hatimaye leo ndio tunakuja kuonana." Chidi akamwambia, "Ni kweli na umekuwa mwanaume sasa?" Akamwambia, "Ndio, na nishukuru Mungu sana, lakini wewe ni mmoja kati ya watu ambao umenilea na umenipa support kubwa sana." Akamwambia, "Basi kama utojali, naomba nikupe namba yangu ya simu na kisha tuwasiliane. Kuna mtu namhitaji awe kwenye kampuni yangu." Akamwambia, "Okay, sawa, haina shida." Basi Chidi akamwandikia namba pale na kisha akaondoka. Baada ya mama kuondoka, wakati akiwa kwenye gari alijikuta anawaza vitu vingi sana. Alikumbuka miaka 15 iliyopita Chidi alikuwa na mwanae Thelma wakiwa wako pamoja sana, na kitu ambacho mama alikuwa anaamini siku moja kati ya Chidi na Thelma wanaweza kuja kutengeneza mahusiano, lakini maisha ya duniani sivyo vile ambavyo unaweza kuwa unadhani na ndio inaweza kukupa majibu unayofikiria. Ili kumbe amekuja kugundua imekuwa tofauti sana. Hatimaye mama alikuwa akitabasamu na akicheka huku safari ikiwa inaendelea. Wakati gari ikiwa inaondoka, tunamwona Chidi naye akiwa anatafakari, mkononi akiwa ameshika simu yake. Na baada ya hapo aliingia kwenye mawazo ya kumbukumbu ya miaka 15 iliyopita. Na kipindi hichi ni Beatrice alipokuwa na mumewe. Mumewe alionyesha ni kwa namna gani alikuwa anahitaji mtoto kwa kipindi kile, na maumivu na changamoto ambazo alipitia yule mama. Na mama alikuwa anajaribu tu kumwambia mumewe kwamba bado anahitaji kuwa naye kwa sababu mtoto alionaye ni mdogo na anahitaji malezi ya baba yake. Lakini baba alikataa katu kwamba sio kitu ambacho alikuwa anakihitaji, na kama yeye ameona kuzaa ndo kila kitu, basi ahakikishe kwamba ana uwezo wa kumlea mwanae pasipo kumhusisha na kitu chochote. Lakini mama alionekana wakati huo akiwa bado anahitaji malezi ya baba na mama dhidi ya mtoto waliokuwa naye, lakini baba aliendelea kukataa. Mama aliendelea kumsisitiza na baba aliamua kuondoka na kuitelekeza familia. Mama wakati akiwa na mawazo, mwanaume wakati akiwa anatoka, Michael alikuwa akimuita Michael, "Thelma bado anakuhitaji, ni binti yako huyu." Lakini Michael hakuonyesha kujali. Mama alikuwa akitafakari. Wakati huo binti alikuwa anamwangalia mama yake tu bila kuongea chochote. Lakini kipindi chote hicho Chidi ndo alikuwa mwanaume ambaye alikuwa akimpa faraja na matumaini Thelma, na alikuwa akimwambia, "Unajua babako ni mwanaume ambaye anakupenda sana." Akamwambia, "Uongo, mimi babangu ananichukia." Akamwambia, "Hamna. Moja kati ya vitu ambavyo anaonyesha anakupenda. Babako anakupenda." Akamwambia, "Hamna. Mama ndo ambaye ananipambania kila siku. Mama ndo anajua maisha yangu. Mama ndo anajua kila kitu." Akamwambia, "Nisikilize, mimi sitakuacha. Nitakuwa na wewe bega kwa bega mpaka kuhakikisha kwamba kuna siku unakwenda kutimiza ndoto zako. Mimi nasijua ndoto zako." Akamwambia, "Chidi, nashukuru sana. Wewe ni mwanaume bora na mmoja umekuwa kati ya wanaume ambao wananipa matumaini kila siku." Tunamwona Thelma akiwa na wawekezaji kadhaa ambao walikuwa wamekuja kwenye kampuni yao siku hiyo. Walikuwa kajaribu kumwambia kwamba wanaamini huu muunganiko ambao wanakwenda kuutengeneza hautokuwa na wasiwasi yoyote, na wao wanahitaji saini yake tu, ndio kitu ambacho kimebakia. Na yeye akawaambia kuwa haina shida, na wakaendelea kumsisitiza pia, wakamwambia wanategemea kuona mabadiliko na mambo mazuri wanakwenda kuyafanya dhidi ya mikataba ambao wanakwenda kuiweka. Pia wakamwambia haina shida. Basi waliinuka baada ya kuwa wametengeneza makubaliano, na Thelma akaendelea kuwapongeza na wao wakawa wameondoka.
Wakati wafanyabiashara wakiwa wametoka ofisini kwa Thelma na wakiwa wanatoka nje, na Thelma naye alikuwa anawasindikiza hivi, na baada ya kufika nje Thelma anakutana na sekretari wake, na baada ya kukutana na sekretari wake, sekretari alikuwa anamwambia, madam, samani, kuna mzigo wako umeletwa. Akaambia, ni mzigo gani? Akaambia, wewe nenda ofisini tu kauangalie, nafikiri ukiuona utaupenda. Okay. Thelma akamwambia ina shida. Tunaona Thelma akiwa anaingia ofisini na anamuaga sekretari wake, anamwambia bye na tutawasiliana baadaye. Akageuka akawa ameiona zawadi yake, unaambiwa akawa ameonyesha furaha kubwa sana. Thelma akasogea mpaka kulikuta ua. Unajua wanaume wakiwa wanajua wanawake zao wanapenda nini. Wanaume hapa, wanaume ambao wanaweza kunielewa ni wale wanaume ambao wanajua surprise ambazo wanawafanyia wanawake zao. Thelma akafika, kalichukua lile ua, kalinusa. Unaambiwa ni kitu ambacho alikuwa anakipenda sana, na moja kati ya vitu ambavyo kutegemea ni surprise ambao alikutana nayo. Basi mara anashangaa kuona message inaingia kwenye simu yake. Thelma akachukua simu yake na kuangalia message. Basi akakuta ametumia message nzuri sana kutoka kwa mpenzi wake. Tunazidi kuliona tabasamu la Thelma kutoka kwa mpenzi wake, na hapa ndipo ambapo utakuja kunielewa leo kwamba wanawake wanapenda vitu vingi vizuri, hata message. Jamani, tujitahidi kuwa tunawatumia message wanawake, message nzuri. Wanawake wanapenda vitu vingi vizuri, na pale ambapo unapokuwa ukimwambiana maneno matamu kama alivyokuwa anaambiwa Thelma hapa na mpenzi wake, tunaona namna gani ambavyo wanavyozidi kuenjoy, sura yake inavyozidi kuongezeka tabasamu. Hii ndio maana halisi ya mapenzi. Unajua, ukiwa mwanaume utakiwa kuonyesha ile ngumu, kuna wakati lazima uregeze. Watoto wa love story hapo wananielewa nini ambacho namaanisha. Na baadaye Thelma alichukua tena lile ua, akawa amelinusa kwa hisia sana. Unajua zile hisia, unajua kuna kitu kinaitwa hisia kutoka ndani ya mtu. Hapa Thelma alionyesha hisia kutoka ndani yake. Basi usiku wa siku hiyo Coyote aliamua kumtoa mpenzi wake Thelma na kumpeleka sehemu moja nzuri sana, na kweli Thelma alipofika katika ile eneo alishangaa kuyaona mazingira ya pale bwana. Ni kitu ambacho kilimsurprise zaidi, lakini kubwa zaidi wakati Thelma amefika katika eneo ambalo alikuwa anapelekwa na Coyote, alishangaa kumkuta Chidi yuko pale. Unajua Thelma na Chidi wamekuwa sehemu moja kama nilivyokuambia mwanzo. Basi Thelma alishangaa, akamwita Chidi. Chidi akamwambia Thelma. Basi wakainuka akakumbatiana. Kipindi chochote wakati wanakumbatiana, Coyote alikuwa mbaki anashangaa tu na kujiuliza maswali. Kumbe hawa ni watu ambao wanafahamiana. Basi wakaja wamekaa pale, wakawa wamekaa chini wanapiga story. Unajua Thelma na Coyote wakawa wanapiga story nyingi sana akawa anamwambia kwamba unajua mimi na Chidi tumetoka mbali sana. Huyu ni mmoja kati ya watu ambao walinipa faraja, matumaini. Basi wakawa wanacheka tu. Thelma baada ya kukaa chini akamwambia, mama, hii mbona ni surprise kubwa ambao umeamua kunifanyia? Akamwambia, ndio, sikutaka kukuambia mwanzo. Akamwambia, Chidi, unajua tuna karibuni miaka 10 hatujaonana. Akamwambia, sio miaka 10, ni karibu ni miaka 15. Yes, of course ni miaka 15 sasa. Niambie sasa hivi unajihusisha na nini? Akawa anamwambia, sasa hivi nimekuwa ni mtu ambaye niko karibu sana na mama yako. Chidi akawa anamwambia Thelma, unajua umekuwa mwanamke mrembo sana Akaambia, kweli? Akaambia, real, nakwambia ukweli, umekuwa mwanamke mzuri sana. Ni tofauti na zamani nilivyokuwa nikikuona. Akaambia, ni kweli, na nimekuwa sasa, nimekuwa. Wakati huo wote Coyote alikuwa akimwangalia tu, lakini baadaye wakawa wamesalimiana. Akaambia, habari yako? Na akaambia, salama. Akaambia, naitwa Coyote, mchumba wake na Thelma. Akaambia, nimefurahi kuonana na wewe. Basi mama alikuwa akimtambulisha Chidi kwa Coyote na kumwambia Coyote kuwa Thelma na Chidi wametoka mbali sana, na moja kati ya vitu ambavyo hawezi kuvisahau ni makuzi ya Thelma na Chidi, umbali wa safari ya maisha yao kwa ujumla. Kiukweli mama, leo umeni surprise sana, na hii umeifanya tena familia kurudi kuwa pamoja. Okay, nahitaji tuendelee kuwa pamoja na tuendelee kuenjoy hii dina ambayo tumejaribu kutoka leo. Basi waliendelea kuongea vitu vingi, na baadaye kikao kimekuja chakula, wakawa wanakula kwa pamoja, na baada ya hapo kila mmoja akaondoka nyumbani kwake. Sasa baada ya dina, Coyote na mpenzi wake Thelma wakiwa wanarudi nyumbani wakiwa kwenye gari bwana. Kwenye gari kila mmoja alikuwa yuko kimya, hakutaka kuongea na mwingine. Lakini baadaye Coyote aliamua kumwambia mpenzi wake, "Wahi, kwa nini hukuniambia kama ni mshikaji ambaye ulikuwa ukimfahamu muda mrefu?" Akaambia, "Ni kwa sababu sikuwahi kukutana naye kabla." Okay, lakini kwa nini ulikuwa ukikaa pale ni kama ni mtu ambaye ulikuwa unaonyesha kabisa kama kuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kati yako wewe na yeye? Akaambia, hapana, pale tulikuwa tunakaa tunazungumza tu, nani, kwa sababu tulikuwa tunaona naye muda mrefu. Akaambia, hivyo kwanza ulishawahi kudate naye? Akaambia, mimi sijui kudate naye. Kwa nini ni date naye?
Akaambia mimi nimeona tu, labda kwa sababu ni mshikaji ambaye amejazia na vitu vingine kama hivyo, na ni akaambia hapana, sijawahi kutoka naye deti, na ni mtu ambaye naheshimiana naye, na ni kwa sababu nimekuwa naye, na ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wakinifariji kwenye maisha yangu yote ambayo nimepitia. Ukimya ukatanda na baadaye safari ikaendelea. Basi kesho yake tunamwona Chidi na Thelma wakiwa wanapata lunch pamoja bwana. Lakini ni kama Chidi hakuwa sawa hivi kidogo, lakini Thelma alianza kumuuliza kwamba huko sawa, na Chidi akamjibu kuwa niko sawa. Akaambia kweli? Akaambia kweli. Chidi alikuwa anataka kujua hivi ni kweli Thelma amekubali kutaka kufunga ndoa na Coyote? Akaambia ndio, ni mwanaume ambaye amekutana naye na kisha wamependana na mpaka kufikia hatua ya kutaka kufunga ndoa. Lakini Chidi ni kama alikuwa anataka kumkumbusha umbali wa safari, the way ni namna ambavyo alikuwa akimuelewa toka kitambo hicho. Ile kitu ni kama Thelma ilikuwa imempiga kama kitu fulani hivi na kubaki anawaza hivi kwamba unachokiongea unamaanisha ama? Walikuwa wamekaa kama kwenye pozi fulani la kutazamana hivi, na baadaye Chidi alikuwa amemuomba mkono Thelma ili aweze kuamini kwamba ni kweli jamaa alikuwa amemvisha pete, na baadaye Thelma alichukua mkono na kumpa Chidi bana. Chidi akawa ameushika ule mkono kwa hisia, huku akiwa anaendelea kuuchezea mkono. Unajua wanawake, kuna muda ukiwa unataka kuonyesha kwamba ni kwa namna gani ulikuwa ukifeel hicho kitu, ni kupitia vitendo vyako ukiwa unafanya. Basi ile hali ni kama Thelma na yeye alikuwa kama anaipokea hivi, lakini kitu ambacho cha kushangaza, wakati jamaa akiwa kwenye feelings na hisia, ndo Coyote alipiga simu bwana. Ni kama ilikuwa imemkata mshikaji hivi. Sasa ukitaka kujua nini kilifuata baada ya hapo, ungana na mimi Gebo wa Mtaa. Why Gebo wa Mtaa? Ni kwa sababu mitaa ndio imenikuza na mitaa ndio imenilea bana. Lakini nataka nikukumbushe tu kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata update zetu bwana. Na kisa hichi story yake bado inaendelea.